Wazee wa huko kwetu wanasema kwamba kwa hii dunia kuna watu kazi yao kubwa ni kukaa. Mtu tu ni kukaa tu kwa nyumba, kukula, asaidii watu chochote, ni kurelax tu, kuangalia movie, kuangalia TV na kusema imeiva. Uniekee chai, nini, kazi yake ni kukaa tu, hakuna kitu anasaidia. So katika hii dunia, wazee wa huko kwetu wanasema kwamba tusidi kuwaombea watu wa aina hiyo. Tusidi kupiga sala ili waweze kubadilika, ili waweze kujiona kwamba mimi siwe kiwete, mimi niko na nguvu, waweze kusaidia wengine katika kukurukakara ya maisha. Unakuta mtu ako na nguvu, ako na stamina, ako na mwili nzuri, lakini hataki kufanya kazi. Anataka tu kulishwa, kubembelezwa tu kwa nyumba tu hapo. Unaambiwa tu oh baby boy, baby girl, oh sweetheart, oh wewe ni kubembelezwa tu kwa nyumba tu na unataka kukula. Kama wewe ni mwanaume unataka ufanye kazi. Kama wewe ni mwanamke unataka ufanye kazi. Kama wewe ni kijana unataka ufanye kazi. Kila mtu afanye job. Sio tu kukaa tu kutegea wengine. Kwani nimekuwa kupe. Unajua kupe hata ukimtoa kwa ngozi ya mbuzi ama ya ng'ombe, bado tu anadhani kama ako kwa ngozi, ako kwa ng'ombe. Lakini ng'ombe ishauliwa already, kupe bado imestick kwa skin. Usiwe kupe kwa hii dunia. Changamka, fanya kazi. Kama usiye kiwete, kama uko na nguvu, wewe sio disability ama nini, fanya kazi, fanya kazi. Hata Bible inakataa wale ambao hawafanyi kazi. Biblia inasema kwamba waweze hata wasile, wakae tu hivyo. Wewe bana, changamka bana man. Hii dunia saa hizi ni kutafuta wala sio kutafutana. Unakuta wewe ni kutafutana tu, ni kutafuta watu. Wewe kazi yako ni kufitini watu, kutafutia watu madownfall, kusabotage watu, familia za watu, ni kuongelea ubaya yao, business za watu, kuongelea masomo za watu, kuongelea kazi za watu, ni kuongelea, unatafuta sabotage. Kuliko wewe kuombea mtu, unaombea yule ambaye amekushinda, unamuombea Mungu bana asidi kukushinda kabisa. Unampea eko, unaenda kwake unamuuliza na ulifaulu aje, atakwambia ABCD. Lakini kama wewe uko na wivu, jealousness, nakumbuka kwa Bible Abel, Kain mwenyewe alikuwa na wivu na Abeli, aliweza kumuua. Katika hii dunia wazee wanasema kwamba kuna watu wako na wivu, jealousness, wako na wivu kabisa, ambaye hata itawafanya wewe wagonjwa. Kwa sababu ya maendeleo, wewe umeendelea, mtu anakuwa na jealousness kali sana mpaka anagonjeka, anakuwa na ulcers, anajimitua hospitali kwa sababu mwenzake prosper kwa maisha. Yani unaona kabisa, yani ile wivu uko naye ni ya kufanya kabisa, yani siji hata mdunga mtu kisu. So katika hii dunia tusiwe na wivu. Mwenzako akifaulu, unaenda unampigia, unampea gift, unamshauri, unamwambia pongezi na Mungu akubariki, unamwombea, unampigia dua ili aweze kuendelea. Sasa ukiwa na wivu kwake itakuwaje sasa? Mungu naye hawezi kujalia kwa sababu you don't want others to prosper. Mungu ameiwekea kila mtu limit yake ya maisha. Kila mtu ako na nyota yake. Wewe ukiona nyota ya mwingine unaanza kuona wivu. So tusiwe kama Kaini ambaye aliua mwenzake. Hii maisha ni hivyo. Ngoja wakati wako ikifika hata utaprosper in life. Lakini utaprosper kama unaonea wengine mabaya, unaombea mabaya, utaki wengine waendelee, wewe peke yako unataka uendelee kwa maisha. Kwani hii maisha ni yako. Basi siku zote makinika. Haya sio mambo yangu, ni mambo ya wazee wa huko kwetu. Basi subscribe the screen.